80s Vibe Series. Wapenzi watazamaji wetu wa kipindi chetu cha 80s Vibe Series, leo bwana nina furaha sana kwa kuja kuongea na legend wa mpira wa Tanzania, East Africa na duniani, na tumefurahi sana kwamba ametukaribisha nyumbani kuja kuongea naye. Tutaongea mengi sana kuhusu mpira. Kwa vijana wadogo ambao mlikuwa mumjui, leo ndio mtajua. Leo naongea na one of the best footballers, ndugu Sande Manara. Asante bwana, shukuru sana. Ya, nimefurahi sana kwamba umetukaribisha tuje tuongee kidogo kuhusu mpira. Asante bwana. Kwa hiyo watazamaji wetu wengi sana walikuwa wanasubiri hii siku. Na wengi walikuwa wanasema bwana, tunaomba tumsikie kidogo na Sande Manara anasemaje. Na nimefurahi bwana. Yeah. Sasa mimi bwana, kitu ambacho nitaanzia, nitaomba utembee na sisi kwenye historia yako ya mpira. Ulianzaje, ulianzia wapi? Maana historia yako wewe ni ndefu, najua itachukua muda mrefu, lakini unaweza kutusaidia kidogo kutuambia mpaka ulipofikia ukacheza timu zipi mpaka timu ya taifa. Najua ulicheza na nje, kwa hiyo unaweza kutuanzia ulianzaje mpira na ukaona kwamba sasa hii kitu hii ndio nataka nifanye career yangu. Asante bwana. Kwa kweli sikuwa na malengo hasa makubwa wakati nilianza mpira. Nilikuwa ni mchezaji mpira kama watoto wengine wote wa mitaani tu. Kwanza ujue nimezaliwa Kigoma Ujiji. Alafu nimesoma kule primary school, middle school, sekondari ndio nikapata bahati ya kwenda kusoma Kenya, Kisumu. Lakini wakati wote katika maisha yangu tutoni na mpaka nilipokuwa naanza ujana, nilikuwa sitarajii kama nitakuja kuwa mchezaji mpira. Lakini nilikuwa na maradhi ya kupenda mpira. Nasema maradhi kwa sababu najua watu wengi wanapenda mpira, lakini mimi nilikuwa mtumwa wa ule mchezo. Kiasi kanifanya nikiona jambo lolote la mpira bwana la kwa sikubali mpaka liwe mali yangu na limiliki. Kwa hiyo katika hali hiyo nikajikuta najua vitu vingi vya mpira na nacheza vizuri na washangaza watu toka mdogoni. Na nimecheza marafiki wengi sana katika maisha yangu ya mpira. Na hata nilipokuja kulelewa na kaka zangu akina Kitwana Manara, nilikuwa tayari mimi bwana na umiliki mpira vizuri sana. Tangu alipochaguliwa timu ya taifa Tanzania akiwa kama goalkeeper, kanihamasisha na mimi zaidi bwana niucheze mpira wa mitaani kwa nguvu zote. Kweli nikawa na marafiki na mimi wengi, wakasogeza Kariakoo. Bwana Kariakoo pale wakati huo miaka ya 67, 68 ilikuwa ni Kariakoo tunajuana na timu za tunafanya mazoezi Jangwani. Kwa hiyo kila nilipokuwa nikienda nikicheza nazidi kuonekana kama nawashangaza watu na nanipenda sana. Mpaka nikachukuliwa na Yanga B katika miaka ya 68. Nikawa timu B ya Yanga pale 68. 69 nikawa tena nipo katika kuaminika katika B ya Yanga, naonekana mchezaji wa kutegemewa. Mpaka kufika mwaka 70 nikapandishwa kwa timu kubwa ya Yanga Afrika. Bwana 71 nikawa tayari chakuwa star mkubwa wa Yanga Afrika nategemewa. Wow. Lakini mimi nilikuwa mtumwa ule mchezo. Kwa hiyo ni wazi mchezaji yeyote mpira ili aje kuwa star ni lazima kwanza akubali kujifunza. Na katika kujifunza lazima uipende ile kazi unajifunza. Ndio. Mimi naona wenzangu na washangaa wanapenda mpira lakini sio level ambayo nilikuwa naipenda mimi. Wakati nakumbuka Morogoro Road ile bado hajatiwa lami, bado barabara ya udongo. Yanga African katika miaka ya 69 mpaka 70 wanafanya mazoezi na kikaa camp chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi nimeanza kazi Tali Clark Bandarini
nikimaliza kazi saa 9 mpaka nakwenda nyumbani Buguruni, nakimbilia kuja kwa mazoezi Yanga. Yanga wanafanya mazoezi chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nikifika siku zile ma DMT yanashuka yanazungukia pale Kariakoo sokoni, nikienda klabu ya Yanga wenzangu washaondoka tayari, wamekwenda chuo kikuu. Basi mimi nachukua viatu vyangu navaa, naitafuta Morogoro Road ile barabarani pale Fire mpaka mapipa huyo Mwembe Chai, Manzese mpaka Ubungo, nakata kulia naingia university. Hii ilikuwa rutini yangu ya kawaida kila siku. Kwa hiyo sikujua kwa sababu gani, lakini yale mapenzi yalipekea mahali mpaka nikawa nikienda kucheza kule wenzangu wanashangaa, hivi nikimbia toka Kariakoo? Na nikifika kule wanawekwa timu B, lakini baada ya muda mchache tu, siku hazikuwa nyingi, nikaona nataka kule B na siwe tunawekwa A, nagombaniwa kwanza wakichagua, sababu nilikuwa tayari nimejenga himaya mwili wangu, nimejenga akili na uwezo wangu. Kwa hiyo nachotaka kusema hapa ni kwamba namna gani bidii inavyofanya mtu afike kwenye malengo na hilo linisaidia sana. Maradhi yangu katika mpira yalikuwa ni makubwa sana katika kupenda. Na kila nilipokuwa nikiona jambo zuri la mpira, ile jambo ule zuri ule lazima niunyang'anye hiyo mali yangu mie. Kwa hiyo hizo ndo sifa kubwa ambazo labda na washauri wachezaji mpira wa hivi sasa waone kama kila kitu kinawezekana, lakini ongeza mapenzi na bidii ya kuweza kujibadilisha. Sasa katika safari yako kama hapo nimesikia umesema ulianza kwenye miaka 67 68. Wakati huo nafikiria hata timu zilikuwa sio nyingi sana kubwa hapa Tanzania, labda hata ligi ilikuwa inakuwa ni fupi tu. Sasa unaweza kutuambia ni wakati gani ambapo sasa ulisajiliwa kabisa Yanga, na walikuwa wanasajili kwa staili gani? Maana kama siku hizi tunajua kuna makontrakt makubwa na nini, walikuwa wanasajili kwa staili gani? Ukachezea timu hiyo na baadaye ukaendelea kucheza timu nyingine yoyote, ama uliendelea tu na Yanga tu hapo kwenye karia yako? Wakati huo mfumo wa usajili ulikuwa sio kama hivi sasa. Kwanza ilikuwa mtu ni mapenzi ya klabu. Mimi katika miaka ya hiyo 67 na 68 klabu ya Yanga ilikuwa tumepanga mtaa Sukuma na Mafia Penekona pale, tumepanga frame za duka mbele pale na tunalipa kodi ya pango, na kulikuwa na mzee wetu mmoja ambaye ndio alikuwa mwenyekiti wetu wakati ule bwana Mzee Kondo Kipwata. Yeye ndio alikuwa mwenyekiti wetu kabla Mangala Tabu. Baada ya kuwa tumekaa katika nyumba ya kupanga na mbele pale pana genge la chakula tunakula pale, ilikuwa tunajifikiria namna gani ya kujikwamua pale, lakini bahati nzuri mzee alikuwa na upeo mzuri. Mnamo mwaka 70 tukaileta timu moja kutoka Kenya ikiitwa wakati ule Abaluya. Abaluya sasa hivi ndio FC Leopard. Ile ilikuwa mgeni wa Yanga na ilikuwa wakati huo Yanga na Simba bado mko katika ushindani. Simba waliwahi kwenda Kenya kule wakafungwa 5-0. Na hiyo okay. Kwa hiyo sisi tukawaita hapa, wakaja akatufunga 3-1 Karume pale. Lakini tukapata hela za kutosha kabisa, tukaambiwa zile hela wakati huo ni nyingi sana, shilingi 12,000 kama sikosea, ya kufika talaki. Ndio tukanua nyumba mtaa Nyamwezi na Mafia. Nyumba mtaa Mafia tumenunua kwa shilingi 12,000 kama sikosea, lakini haikufika 13,000. Mtaa Nyamwezi na Mafia ile nyumba ya Yanga Afrika tumenunua kwa bei hizo. Kweli? Kabisa. Wakati huo Kariakoo nyumba shilingi 2,000, 3,000, 4,000. Mtaa Msimbazi sio kwa pesa mlipata kutokana na michango ya wanachama? Hapana, tulicheza mechi na Abaluya. Okay. Ile pato ndio milioni 11, sio milioni, shilingi 11,000, 12, kitu kama hivyo. Lakini wakati ule mzee alikuwa mwaminifu, mzee alikuwa anapendeza na Yanga inataka maarufu. Wakati Yanga na Simba ushindani upo tayari kama hivi sasa. Wanashindana, huyu kasema hivi, ukafanya hivi, ukafanya hivi.
ili mradi, lakini ulikuwa ni ushindani wa watu wa Dar es Salaam wanajuana. Ule utani wa jadi ulikuwa ulikuwa upo. Wenyewe wakati huo Young Africans kwa jina lingine waliitwa Kuala Lumpur Malaysia, na Simba wakati huo Sunderland au jina lingineo Underline au Abidjan Ivory Coast. Kwa majina mtoto tulikuwa tuyajui. Sunderland ilikuwa Abidjan Ivory Coast, Underline. La Sunderland nilikuwa nalisikia. Na Underline. Na walikuwa na matawi yao. Yanga matawi yao ilikuwa African Temeke, bwana African Boys, bwana Morogoro, yani Yanga Morogoro. Simba nao walikuwa na Good Hope. Kwa hiyo sasa kwenye hizo branch zenu pia mlikuwa sangine mnaweza mkachukua wale wachezaji kutoka kule mkawaleta kwenye hii Yanga. Akicheza huko moja kwa moja anakuwa ni Yanga. Hamna tena mambo ya kusajili na wakati huo usajili ulikuwa hauna mfumo kama huu. Mchezaji usajili ulikuwa umekuja baadaye. Mchezaji mkishamchukua mnampeleka klabu za mechi, mnamsha jezi, mnaingia naye uwanjani. Kama vile unaona timu za sasa hivi za nini wanaita chai maharage za mtaani tu. Huo msajili umekuja baadaye sana. Hata mimi nikicheza mpira Ulaya, nilikuwa nacheza mpira Ulaya Holland au Marekani, nikitumia tiketi ya ndege na kuja huku unacheza Yanga. Unacheza Yanga kama kawaida bila usajili. Okay, wakiwa na mechi kali ambayo wanaona hii bwana hii lazima tupate nguvu kidogo ya ndugu yetu. Kwa hiyo huo mfumo huu umekuja hivi miaka karibuni. Sasa katika safari yako ya kucheza timu ya Yanga baadaye naona ulifanikiwa kucheza timu ya taifa. Na timu ya taifa ulicheza kwa miaka mingapi? Mimi nimechaguliwa timu ya taifa kwa mara ya kwanza nikiwa na miaka 18. Nimechezea toka 1971. Na mechi yangu ya kwanza ilikuwa Nairobi. Ndio. Challenge, wakati huo Challenge Cup ya kwanza au nafikiri Challenge Cup. Tumekwenda Nairobi, Kenya wametoka zao Ujerumani, home ground, sisi tumetoka zetu Arusha. Na tulipofika kule Nairobi, hakunitegemea kama mimi nitacheza. Sikutegemea, nilichukuliwa tu nikaangalie. Nilikuwa mdogo kweli. Lakini mechi ilivyokuwa inakwenda, mechi ya kwanza ilikuwa ni Tanganyika na Kenya. Kenya imetoka Ujerumani. Bwana tukapeleka bwegisha kubwa sana, kitu na Manara kaanzisha gola dakika za mwisho ikawa 1-1. Sasa mechi iliyofuatia ikawa Uganda na Tanganyika. Na wakati wa Uganda ndo wanasifiwa Challenge Cup. Na mimi Arusha nimefanya sana mazoezi Arusha pale. Maana yale mazoezi ya Arusha yalinipa nguvu na imani. Nilikuwa naondoka na wapenzi wanakwenda kunipeleka kushindikiza mpaka hotelini wakiana mazoezi sinapocheza mpira. Kwa mdogo mwepesi. Kwa hiyo nilipokwenda Arusha nikapewa maelekezo na kaka zangu wale. Bwana huyu nikabanaye anaitwa Mkozi. Alikuwa anasifiwa sana. Kwa hiyo lazima mpigie chenga mbali hata asije kukuumiza. Lakini kwa mwepesi mdogo, kocha wangu alikuwa ni Mrumania, Victor Stanislaus. Yeye kocha wa Yanga hakwenda kule Nairobi. Lakini alikuwa anasikiliza. Alikuwa anasikiliza na siku nyingi alikuwa amenishauri vizuri sana. Kwa hiyo nilikwenda kule, Mungu alinishikia nikacheza mechi ile ya uoga lakini mwepesi mdogo. Ndio apeleka wale Waganda mpaka watu wa Kenya na Uganda wanachukiana. Kenya wakashangaza na kumuona mtu mdogo jinsi anavyocheza namna ile. Wakavunja mpaka ukuta wakaingia ndani. Na kwanza siku hiyo ndio nikaanza kuwa maarufu Kenya pale. Nilivyotoka kule, Victor yule Stanislaus kocha wangu wa nyumbani hapa akasikia, akaona raha sana. Hata nilivyoshuka na ndege, hata nilivyoshuka airport akaja nyumbani Buguruni. Siku zile nakaa Buguruni, bado hata chumba cha ndani sijapewa, nalala ukumbini tu mimi na mdogo wangu Kasim Manara. Yule kaka yetu Kitwana na dada yangu ndo alikuwa na vyumba mimi unajua zamani ndo Dar es Salaam ilikuwa. Sasa yule Victor akaingia ndani mle na gari lake, mzungu koko huyo, watu mtaani mzungu koko huyo akaja Buguruni. Wakati Buguruni inaitwa Alabama. Akaingia ndani akanikuta mimi nimenunua nguo zangu kutoka River Road Nairobi, kuna niko ukumbini pale nazipanga chini ya mchago. Akaniambia acha hizo nguo kwanza twende huko. Akanichukua tukaenda nyumbani kwake.
mwaliko ile kocha ulikuwa na maana kubwa sana. Yule alinikaribisha nyumbani kwake, kulikuwa na mkewe na watu zake wawili. Tukanikala nao chakula. Baada ya kula chakula akamtuma mkewe alete payslip ya mshahara. Alileta payslip ya mshahara, nikamuuliza kwa nini mshahara wako unaonesha? Akasema huu mshahara mimi nautaka sana. Ni kazi kubwa kwa katika maisha yangu. Na wewe ni mchezaji mpira ambao unaonekana una kipaji, lakini umri wako mdogo. Na kama ni mtu mdogo sasa hivi utaanza malingo, utaanza kujivuna, wanawake wengi, mara utakunywa mapombe, alafu baada ya muda fulani watu watakuchukia. Kwa hiyo inabidi mimi lazima nikulinde sana. Nimekuita hapa tukubaliane mbele ya mke wangu na nia yangu nionyeshe kwako kama nataka nikusaidie. Hujawa mchezaji mpira wa kutosha, lakini mchezaji ambaye unaonekana na kipaji. Kwa hiyo nataka nikwambie kabisa, kama utakubali mimi kama baba yako nikusaidie, mimi nitakusaidia. Nikamwambia sawa, hamna wasiwasi baba. Akaniambia kuanzia leo napanga timu yangu hapa ya kwanza ya Yanga Afrika. Mbele kule 7 Chitete, 8 Abdulrahman Juma, 9 Kitwana Manara, 10 Dilunga, 11 wewe haumo. Lakini utakuwa unaingia kila mechi, hafidh ya mwisho utakuwa unaingia. Ili umechaguliwa timu ya taifa kama star, lakini kwangu mimi wewe utakuwa haumo ili ujifunze mambo mengi ya wenzio. Tukubaliane hapa leo. Nikamwambia hilo ana wasiwasi. La kwanza. La pili, kwangu mimi nidhamu ni ya kiwango cha juu sana. Kwa sababu wewe sasa hivi wanawake watakuwa mali yako wote, pombe utakuwa unakunywa, utakuwa jeuri, utakuwa kiburi, nitakukosa. Kwa hiyo nataka uelewe kama mimi kukosa kwako wewe nitakuwa timu yangu haina nguvu, nitapata mapungufu. Kwa hiyo lazima tukubaliane leo hapa. Na timu yangu ya kwanza hautocheza, isipokuwa utakuwa na jukumu la kujifunza kwa wenzio. Tukubaliane sawa. La mwisho, utakuwa unakuja mazoezini robo saa kabla ya wenzio wote. Na robo saa baada ya wenzio wote kuondoka. Hiyo ni kuweza kuweza tathmini yako na kupa kazi maalum ya kuweza kukupandishia kiwango. Tukubali tukakabia hasi. Discipline kwangu mimi cha kwanza. Umekutoa Buguni na gari, sasa utarudi Buguni kwa miguu. Na timu yangu ya kwanza huko. Wao nikaondoka taratibu. Utaitikia amri zangu bila masio bila kuzama swali. Kwa hiyo na mimi ndio kweli mzee alinisaidia sana. Kila katika mazoezi nilikuwa nakuja robo saa kabla wenzangu. Na nilikuwa mazoezini lazima robo saa nikae na mwalimu na watu wengine tunafanya tathmini ya nilivyofanya mazoezi. Kwa hiyo kila siku grafu yangu ya mpira nilikuwa naona inapanda. Mwisho nikafika mahala ikitokea mechi hata wapenzi wa Yanga wanajua Sunday yeye ataingia kipindi cha pili. Kazi yangu mimi nakaa na mwalimu pale, timu inacheza ikifungwa wana kasoro dakika 25 naambiwa mimi niingie ndani. Na nikienda kule jukumu langu ni kuhakikisha na ubadilisho ile mpira. Na hiyo ndio wakati bado mdogo ndio ilikuwa kazi jukumu langu mpaka nikafika mahali sinaongezewa muda wa kucheza. Kwa hiyo kwa ulianza kama super sub na wale majanti. Mechi zangu zote, hata mechi ya kwangu ya kwanza niingia na Sunderland na Simba wakati ule usiju Sunderland. Niliingia dakika 15 mpira ushe, nikafika tugusa mpira wa kwanza, pili nikafunga goli. Kwa sababu ndikuwa tayari nimeandaliwa. Na kweli ulikuwa ukiingia mabadiliko yanaonekana. Na mpaka wanachama wa Yanga wakati ule walikuwa nikiingia kabla kasoro dakika 20 wanajua sana na kanje. Kasoro dakika 20 wanapiga makofi kumkumbusha. Kukumbusha kocha vipi? Bwana bora tuone. Kwa hiyo yale ni mafunzo ambayo Victor alinipa. Nashukuru Mungu alinisaidia. Nilikuwa kwanza alikuwa ananiambia nikipata mpira lazima niwapige chenga watu, nifanye niwatishe maadui. Kwa maana nikikana mpira tayari kila mtu anajua sasa hivi bwana pale ingiana atapigwa chenga, anaogopa. Bwana, kwa hiyo ni mafunzo ambayo nilikuwa nafundishwa. Na nikienda jioni saa 10 uwanjani kule lazima nikae kama dakika 15, ananipa kazi maalum za kufanya kwa siku ile. Na hizo ndio zilifanya mpaka nikawa nacheza mpira na washangaza watu. Sasa sasa wewe najua umecheza timu ya taifa sana kwa miaka mingi, lakini wewe unaweza unajua audience wengi, kuna wale vijana ambao hawajui mechi za zamani zilikuwaje. Unajua zamani ilise tulikuwa tunacheza kwenye redio, kwa hiyo hata wakitaka kurudi nyuma waangalie kwenye TV hawezi wakapata. Mechi gani ambazo unaweza ukatukumbusha ambazo wewe
za timu ya taifa sasa ambazo wewe uliona hii mechi siwezi nikaisahau, na kuna kitu fulani ulifanya cha ajabu mle ndani, ama mchezaji fulani ambaye wewe ulikuwa unaona akiwepo huyu hapa mambo yatakwenda vizuri? Unaweza kutajia hata mechi 2-3 hivi? Unajua wakati ule viongozi wa Yanga na hata na Simba baadhi yao walikuwa na utaratibu wa kuleta timu kutoka South America. Zimekuja timu nyingi kutoka Brazil hapa. Mita na Yanga. Hizi mechi zilikuwa ni za ushindani mkubwa, na Brazil walikuwa kiwango cha mpira cha juu sana. Wana kama vile Fluminense, Galicia, Colorado, ABC Natal walikuja hapa. Wana zile ni mechi ambazo zilikuwa na ushindani kimpira wa kiwango cha juu sana. Imekuja Petrol kutoka Romania, imekuja timu kutoka Jerumani, ishakuja Aston Villa hapa wakiwa mabingwa wa Uingereza, tukacheza nao, wabingwa wa Uingereza amechukua ubingwa akaja huko, tukatoka nao drone moja. Kwa hiyo ushindani wa mpira wakati ule ilikuwa ni mkubwa sana, japo ulikuwa haujatapakaa nchi nzima, ulikuwa na Dar es Salaam, lakini ulifanya kiwango cha mpira kiende juu, haswa kwa wazawa. Ndio tulikuwa tuna utamaduni wa wageni wengi wakati ule. Wengi walikuwa wazawa. Ujio wa uongozi huu mpya na kupata fursa za kuwaleta wageni, wamewasahau vijana wenye vipaji wangu. Na akitokea mmoja akipenya kama tundu ya sindano, na hadumu kwa sababu tayari mawazo ya watu wapenzi wa mpira yanadanganywa na wageni ambao wanakuja hapa kuchukua hela na hawana kiwango hicho. Unajua ni kama ile ni kama Uingereza wanasema ni quick fix. Ndio maana kwa muda mrefu Uingereza unakuta ni ligi kubwa lakini timu yao taifa haiendi mbali, kwa sababu na wenyewe wameleta wachezaji wengi, kwa sababu anataka tu kufix mechi tushinde, tushike hapa juu kwa level fulani. Kwa sasa unasahau zile academy, kwa sababu kama miaka yenu hii tulikuwa unachujwa kwenye academy mpaka ufike huko ni mchezaji mzuri. Na makocha kama hivyo unaona kama alikuwa anachukua personal interest na wewe, nataka unifikishe stage hii. Ndio maana nafikiri kwa hata wengi wakija kupata namba ni ngumu, sababu talent imejaa. Ni kweli. Sasa unajua sisi huku watazamaji na washabiki wenu tulikuwa tunahisi kwamba kuna uhasama mkubwa sana kati ya Yanga na Simba. Yani hata huko watu hawezi kuongea kabisa. Yani hata ukiona kwenye picha ukipiga pamoja unakuwa na jamani, vipi mimi nifikiri kwamba ongea, kwa sababu sisi huku tunagombana sana. Nyinyi huko ndani kama wachezaji kweli ilikuwa kuna ugomvi wa aina hiyo, ama je tulikuwa mabesi mpira ukisha mambo yamekwisha? Unajua kuna tofauti kati ya uhasama na ushindani. Hivi ni vitu viwili lazima tujue kutafuta kwake. Uhasama ni uadui. Ushindani ni kushindania kile kitu ambacho si lazima muwe maadui. Mnaweza mnashindania bwana jezi ya njano na jezi nyekundu, lakini sio maadui. Mimi na rafiki yangu Kibadeni, rafiki yangu sana, na hapa anakuja mpaka leo. Rafiki yangu zaidi ya karibu, naweza kusema zaidi hata miaka 50. Maana zaidi ya miaka 50 rafiki yangu, labda miaka 55 kitu kama hivi. Maana toka tukua hajaingia Yanga na Simba, na yeye ni Simba na mimi ni Yanga, lakini sio maadui. Ikitoa katika mechi tunashindana kweli kweli bwana kimpira. Nimeamua mimi kuwa na jezi ya njano na kijani, mwenzangu nyekundu na nyeupe, lakini sisi wote ni wamoja bwana. Nakumbuka, lakini hawa wanaokuja wanashindwa kuelewa maana ya ushindani. Wanafanya mipango ya kuleta uhasama kama ndio ushindani. Sio. Sababu mimi nakumbuka, unajua zamani tulikuwa na ushabiki sana. Mimi nilipokuwa mdogo nisomea hapo Makurumla, ilikuwa mtu ukifika pale sasa kwanza jambo la kwanza unazoea Yanga Simba. Maana hata tulikuwa tukicheza mnagawanyika hivi. Sasa nakumbuka kuna kipindi fulani umesema hivyo, nikakumbuka kuna kipindi fulani kwenye gazeti ilitoka picha fulani mmekaa wewe na Kibadeni kwenye kisehemu kama kimsingi kama hivi. Ipo picha. Mmekaa wewe na Kibadeni. Sasa sisi tukaanza imekwaje Sande bwana anakaa na Kibadeni, maana kama mimi kwa mshabiki mimi na declare kwa mshabiki wa Yanga. Jamaa imekwaje bwana amekaa pale pamoja hii?
kwa sababu sisi kwa shabiki tunaona kwamba hamna uadui. Mimi baba mkwe wangu ambaye ni baba mzazi wa mama yake Haji mwanangu, alikuwa ni mwenyekiti wa klabu ya Simba Sunderland. Wakati mwenyekiti, sio mpenzi, mwenyekiti. Lakini nimekwenda kuoa mwanawe wakati mimi mchezaji wa Yanga, na tumepata watoto ndio hawa kina Haji. Kwa hiyo alikuwa na haki yote kuwa anaipenda Simba, ni timu ya babu yake mza mama alikuwa ndio mwenyekiti. Mpira ulikuwa unaongea nyumbani muda wote. Na uongozi wa Simba ulikuwa unakuja nyumbani kwa mzee mwenyekiti. Mwenyekiti sio mwanachama. Hapo naelewa. Na tunataniana kama kawaida. Nikiingia uwanjani ushindani. Huu bado mchezo ni burudani. Sio uadui. Sasa tumeongelea tumekwenda kwenye mambo ya michezo, mlivyokwenda Azianga. Mechi gani ambayo wewe unaweza ukasema mlifungwa na watani wa jadi ambao wewe ili kuuma sana ukasema jamani tumefungwa hii? Kuna mechi gani ambayo sasa ya kufungwa ambayo uliona kwamba hii hapa kwa kweli imeniuma? Mechi iloniuma sana na imesikisha mpaka leo imetuharibia rekodi. Ni mechi ya Yanga na Simba. Yanga ilifungwa goli 5-0 na Simba. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu timu ya Yanga ilikuwa imeingia mgogoro wa mpasuko wa mpaka kupelekea timu ya Pan Africa. Kwa hivyo wachezaji mpira wote wa Yanga walifukuzwa na uongozi uliokuwa. Wakasema bora tufungwe tena Simba, kwa sababu Simba walipenyeza watu wa Yanga kuingia katika nafasi ya uongozi. Yanga ikacheza bila wachezaji wake wote, ikakusanya ndio ikatokea Kibadeni bwana akaifunga Simba hat-trick, akaifunga Yanga hat-trick. Lakini iliniuma mimi kwa sababu ilikuwa Yanga naipenda, alafu uwezo tunao, lakini tumefanywa hila ya kutocheza na mpaka imepelekea tumefungwa. Pale kwenye historia. Lakini hatujawahi kufungwa sisi magoli na Simba hata mara moja. Sasa ukitoka kidogo kwenye historia yako ya mpira hapa Tanzania, najua kwamba pia ulicheza nje huko. Unaweza kututajia nchi gani ambazo ulikwenda kucheza na ilitokeaje mpaka ukaamua kwamba unaenda kucheza? Je, kuna mtu alikuja kukufuata ama mwenyewe ulienda ukatafuta timu ama ulifika tayari wanakufahamu? Ni nchi zipi ulikwenda na ilikuwa kwaje hiyo historia nje? Sasa mimi katika miaka ya 76 77 huo mgogoro wa Yanga mpaka ikatokea kwa na Pan Africa kuanzishwa ulisababisha mimi nicheze mpira. Lakini vile vile kukawa na mechi moja katika mgogoro, nilicheza na timu moja ikitoka Norway na FC Molde. FC Molde walikuwa ni wageni wa klabu ya Simba. Walicheza na Simba wakajofunga nafikiri Simba goli 1-0. Tukacheza na Yanga ya mgogoro, wachezaji wengine hawapo, mimi nikacheza Yanga. Tukawafunga FC Molde 3-1. Na mimi nilifunga hizo goli 3. Hattrick ya nguvu sana hiyo miaka hiyo. Sasa tulipomaliza ile mechi, yule kocha wa timu ile ya Molde, jina lake alikuwa ni Jack Johnson. Alikuwa anashangaa sana akasema yule mchezaji gani? Akamwambia bwana yule ndio mchezaji anamtegemea sana Yanga. Kwa kuwa alikuwa wale ile timu ya FC Molde ni wageni wa Simba, wanamzungumza vizuri na yule kocha. Yule kocha akamwambia bwana watufanyeni mpango tumpate. Akasema nitajaribu na mkimchukua itakuwa vizuri, maana yake anatusumbua na sisi aende huko. Kwa hiyo yule manager jina lake alikuwa Fakhruddin Amijei, alikuwa kiongozi wa Simba wakati huo. Akaongea na Wahindi upande wa Yanga, sema jamani yule anatakiwa kweli bwana, muunganisheni na Sande Manara. Wale bwana kweli wakaja akaniambia, mimi nikaona kama maskhara tu. Wakaniambia bwana passport nayo, nikamwambia passport nayo. Basi bwana jina lako nikawapa. Sasa basi naona kumwambia leo kweli bwana akapewa jina langu.
Siku ya pili yake ya tatu wale mabwana amekuja sema na tiketi yako iko Kilimanjaro Hotel, kampuni ya Scandinavian Airlines kwenda mpaka Copenhagen, nimeshafanywa booking tayari kila kitu. Bwana. Kwa hiyo ndio ilivyokuwa hivyo, nikaondoka mimi siku iliyoadia usiku mpaka Nairobi nikaunganisha bwana na Scandinavian Airlines mpaka Copenhagen. Copenhagen nikaenda zangu mji unaitwa Odense, ndio tena manager huo. Ndio ilivyokwenda hivyo. Ule ukawa na mafanikio sana. Yule bwana kwanza ilikuwa ngumu, maana yake alivyochukua yule bwana nilikuwa bado mshamba. Wakati tunazunguka 77. Yaani hata kukaa na wazungu wazungu wane kukaa nao naogopa. Lugha ya Kiingereza nilikuwa nacho. Danish, lakini wale Danish wote karibu Kiingereza najua. Sema najua lazima nikiri Mtanzania wa mwaka 1977 ni hana TV, hajaona exposure yote, ana ilikuwa ni sawa. Yule bwana akagundua hilo jambo, akaanza kufanya mazoezi, akanifundisha tena mambo mengi ambayo nilikuwa siyajui. Tukaenda katika mazoezi Sevilla, Spain, tukaondoka tukaenda Belgiji, ili katika kutafutia soko zuri. Kwa hiyo mpaka hata ilifika wakati nikawa naweza kucheza vizuri. Okay. Kwa baada ya pale ukaenda nchi gani? Holland. Ukaenda Holland. Ya baada ya kurudi huku nyumbani, na hapo katikati nilichelewa kidogo kusajiliwa. Shida zikatoka nyingi, babangu alifariki huku, kabla lazima nije kuja huku tena. Alafu baadaye nilipokwenda nikapata timu Holland, lakini timu ilikuwa ya mwisho katika ligi ya Holland. Na timu ile inaitwa Heracles. Kwa hiyo baada ya kuwa natafuta mchezaji wajikwamue, ndo na mimi wakati huo nimepata kibali ambacho kilichelewa muda mrefu ukipata cha kucheza kule. Pata kibali nikapata hiyo Heracles. Lakini mechi yangu ya kwanza kucheza na mtu wa pili katika table. Tukafunga goli 3-1, mimi nikafunga 2 na ile poja ikatoka. Kuanzia toka siku hiyo mimi nikawa ni star mkubwa wa Holland. Na kuanzia hapo kusema kweli, yani jina langu liliwaka sana mpaka Holland nzima wakaanza kunijua. Nikakaa mwaka mzima pale, nikapata sifa nyingi sana. Ndio nikapata ofa wakati ile Henry Kissinger anataka Marekani nao iwe juu katika mambo ya soka. Nimenunua wengi kutoka Brazil, kina Beckenbauer kutoka Ujerumani, nani kutoka South Africa, kina Jomo Somo, na mimi nikanunuliwa. Ndio nimekwenda New York 79. 79 kule nikacheza timu yangu New York Eagles, American Soccer League. Nilipata sifa ya Holland, nilikuwa star, akazunguka gazeti, akanipa ofa, nikakubaliana nao, akatia tiketi ndege, nikaruka mpaka New York. Bwana. Baada ya pale ukahamia wakati wa miaka hiyo ilikuwa usajili hapa hamna. Kwa hiyo wakati mwingine nilikuwa natumiwa tiketi kutoka New York kuja kucheza mpira hapa kuisupport Yanga. Na wakati huo sio Yanga tena, wakati huo cha kwa Pan Africa. Ule mgogoro wa Yanga si uliendelea mpaka Sasa naona umetueleza mambo mengi sana kuhusu mpira wa hapa na nje. Sasa kitu ambacho nilikuwa nataka utusaidie kama ushauri. Wewe uliona mpira wa wakati ule na ulicheza na ulistadi vizuri, na mpira wa sasa pia unaona na kufuatilia na unastadi vizuri. Miaka ile ilikuwa na system tunajua vizuri ya academy na kwenda through hivyo. Kwa hiyo wachezaji talent zilikuwa zinamiminika mfululizo. Sasa kwa ujumla unaweza kutoa ushauri gani katika soka la Tanzania ili liweze kusimama vizuri kama miaka yenu? Nashukuru kwa kuniuliza hilo. Labda nijibu hivi. Mpira ni mchezo wa sisi wote, sio Sande Manara, sio mwenyekiti wa chama cha mpira au mwenyekiti wa klabu, pamoja na washabiki wote ni washikadau wa mpira. Na ni vema zaidi tutengeneze mazungumzo ya wazi, tuelimishane, tupeane kukosoana, lakini
bwana, tuwekeane adabu na heshima katika kukosoana, ndio kitu cha lazima bwana. Tumeona migogoro kama imetokea sasa hivi hapa, lakini hakutakiwa hivi. Sasa swala kukosoana, hata huko Ulaya wanakosoana, lakini midhali sio kutukanana na kuelimishana. Mimi nachojua mimi wewe hukijui, na unachojua wewe mimi sikijui. Kwa nini hatukae juu ya meza tukazungumza na watu wengine wakasikia wakapata makosa mengi sana yanatokea katika mpira na hao viongozi wa kisiasa katika kwetu sisi hapa wananijua huyu bwana, sifa zake za mpira, uwezo wake na kila kitu, lakini hata siku hii moja sijaitwa kuuliza bwana, wewe experience yako ya miaka yote ya mpira unalisaidiaje taifa hili, unalisaidiaje taifa? Nikiwa Marekani tumia tiketi ya ndege kuja kucheza hapa, lakini ikiwa hapa nyumbani naonekana ukapuku tunajicheza mpira sio wanajua. Kwa huo ndo utamaduni wetu wa Afrika tukufikia bwana. Na kwa kuwa ule mchezo umeingia na umaarufu na nguvu za pesa, basi wewe ndio unatakiwa uwe mbali sana. Uwe mbali sana kwa mfano natusha mfano, tumeona mfano juzi hapa Yanga na Simba wanagombania ratiba za siku ya kucheza, mpaka Simba wakagoma, Yanga kaenda. Lakini utashangaa kwa nini manake mpaka imefikia hilo wakati ulimwengu mzima haijatokea kitu kama hiki hapa. Utakuta ni swala la kuwa linazungumzika, lakini hatuna utamaduni wa kukaa kujadiliana. Ukiwa mwenyekiti wa chama cha mpira, wewe sio mwenye mali. Mwenye mali kwa maana unaiongoza, lakini unaongoza mawazo ya wale waliokuchagua. Kwa sababu ni dhahiri mwenyekiti wa chama cha mpira anaamini kabisa yeye kateuliwa na dhamana alopewa ya kuendesha mpira nchi ni kubwa sana, lakini washikadau ni wengi ambao yeye atakiwa washikadau wamwajibishe kwa kutegemea kama bwana ameteuliwa nao. Hili dhahiri kila mtu afahamu, na hili si kosa. Lakini sasa yeye kwa bahati mbaya hao washikadau ambao walomchagua yeye wao si watu sio katika mpira, sio watu mpira. Watu wa mpira hapa ni clubs, sio mkoa. Mikoa ni kwa sababu za kisiasa ndio imewekwa mikoa, lakini mikoa hawana uchungu na mpira, hawana uchungu na kumwajibisha kiongozi wa mpira. Hawezi kuona thamani ya klabu kama ndio inamwajibisha, kwa sababu wao sio wanamchagua. Sawa ni kosa katika structure ya FIFA. Wana bodi ya juu inachaguliwa na watu wa chini. Ukiangalia wana rais wa FIFA anachaguliwa na makontinenti ya bara za mpira, mabara ya Afrika anachaguliwa na nchi federation za nchi. Federation za nchi ndio zinaweza kumwajibisha chairman wao kama anakosea katika kupitia kura. Sisi hapa Tanzania chama cha mpira kinachaguliwa na mkoa ambao hawana mchango wowote katika mambo ya mpira kumwajibisha. Washikadau itakiwa ni klabu zile, na klabu inachaguliwa na wanachama ambao ndio wana uchungu na ndio wafuatiliaji hao. Sasa hii imekuja kisiasa mno mpaka imeuharibu maana ya mpira. Na bahati mbaya hata wachambuzi hawajaliona hilo wala hawaliongei kama hili ndio sari kubwa sana. Kama ingekuwa kama nchi zinginewe klabu ndizo zinazochagua members wa chama cha mpira, tungefika mahala tukaitana katika vikao ili tupate ufafanuzi. Lakini leo klabu haina uwezo wa kuweza kumwajibisha mpira. Kwa hiyo kama haina uwezo, hata maendeleo makosa ya chama cha mpira hayaonekani. Kwa sababu ukiangalia wanaoathirika ni hawa wanachama na klabu hizi. Kwa sababu ukiangalia hata kama tuseme kama FA tuseme UK, ni zile timu
ndio zinakuwa zinazalisha ndio wanakuwa wadau wa kuchagua, ndio wanaangalia mpaka marefari unakuta anawajibishwa, kwa sababu ukiweka kama refari mkoa nani atamwajibisha? Inabidi hao ambao wanakuwa affected. Mfumo huu umezorotesha sana mpira katika nchi yetu, kwa sababu chama cha mpira kingekuwa nachaguliwa na members wa klabu labda daraja la kwanza na la pili ndio wamchagua mwenyekiti, ningeona nidhamu kubwa hata ya kuzilazimisha wachezaji hizi klabu ziwe na timu B. Vinginevyo bwana kwa sababu tunataka sisi wachezaji wetu waje juu kwa sababu ndio njia pekee ya kuweka waje juu. Sawa. Alafu jambo lingine kwamba hivi, kwa nini hatushikishwi pamoja washikadau wote kushirikishwa pamoja, tuzungumze bwana ndani ya vikao vya hadhara ili tupeane elimu, ndio tuulizane maswali magumu, ni kwa faida ya nchi, sio kutukanana. Sasa tunakaa katika vikao tunaulizana maswali, sio kutukanana au kashifiana. Maana yake ni kwamba maendeleo zaidi, mwongozo. Washikadau wako wengi, kama kutataka maendeleo, chama cha mpira kilikuwa na wajibu wa kuwaita watu, kuwashirikisha katika sio gopa kufukuzwa, kukosolewa. Kukosolewa ni muhimu, ndio maendeleo yanapatikana. Na hautokaa maisha, kuna siku bwana itabidi lazima uachie ngazi, lakini wakati huo uwe umeacha mahali pazuri, uache mahali pazuri. Mpe mwenyekiti aitwe na uongozi wake wajua, waulizwe maswali magumu. Viwanja kwa nini vinazorota, havina uwezo, kwa nini ratiba zinavurugika? Maswala kama haya mbalimbali yanapelekea maendeleo. Kwa nini? Maana yake timu kama Yanga, Simba haziwezi kuzalisha wachezaji huu mwaka wangapi, wakati timu zingine kule zinazalisha wachezaji. Haya ni mambo ambayo yanazungumzika kwa nia nzuri, sio kwa nia ya kuweza kudhalilishana. Mimi swala kudhalilishana silipendi na wala simosi, lakini kutoa elimu wajibu na uongozi wa juu wa serikali na tupia alama ya mshangao. Kwa nini mambo yanaharibika? Wanashindwa kuwatafuta wataalamu walotumikia taifa hili miaka mingi. Zizungumzwe. Kuzungumza sio maana yake kumpa cheo kikubwa, ni kwamba angalau ipatikane elimu. Sasa sisi, mimi nimecheza nchi mzima, lakini elimu nayo katika mpira sijui nitasaidia vipi vizazi vinavyokuja. Maana yake sina jukwaa la kuweza, maana utaondoka naye ambayo itakuwa ni mimi na sio mimi peke yangu, mimi na wengi. Kuna watu wamekuwa makapteni nchi mzima, sana tunakumbushwa kama vile kutuzihaki tu. Alikuwa mchezaji mpira bwana, lakini si maana kusaidia vizazi. Ndio ni tatizo. Sasa katika nataka niendelee tena kidogo hapo ulikoachia. Baada ya kumaliza mpira ukaritaya, ulifanya kazi yoyote inayohusiana na mpira, kama kukochi ama timu yote kukuita, bwana mzee, tunaomba utusaidie hapa, tuna at least uwe unatumotivate hapa, chochote? Kuna timu yote ambayo iliku approach? Nimewahi kuombwa mara nyingi kusaidia kufundisha, lakini kusema kwa kweli niliona tunatofautiana sana mwelekeo. Ndio nikaona nitafika mahala badala ya kutengeneza utaharibu, kwa sababu ili kufundisha mpira kwanza lazima nianze na watoto wadogo. Ndio ili nipate watoto wadogo wapinde juu, lazima niwe na mpango uliokamilika. Ndio maana yake viwanja, na maana viongozi lazima ukubali wewe fanya unachotaka, tunakupa freedom. Na katika kufanya hivyo lazima niwe na ratiba maalum, kuwakusanya wachezaji, watengeneze mazingira kwa kila baada ya miaka 3-4 naingiza katika masoko ya mpira ya ulimwenguni ni wachezaji wangu kwa uwezo uliokuwa Tanzania. Watu wapaji wapo, vyakula vipo vya kumwaga masokoni, sawa. Maeneo yapo, lakini kuboreshwa wale maeneo, kutengeneza program ya watoto wale wacheze mechi labda 34 au 35 kwa mwaka mmoja, ili level yao kila siku badilike, endelee kupanda. Nijue namna ya kuweza kuwapa experience na paje na exposure ya kuweza waanze kukomaa, wanabadilisha miili yao kwa chakula kizuri cha namba sisi na vyakula chungu zima katika masoko yetu, lakini mfumo wetu mbovu. Kwa hiyo hata angalia vitu basic hivyo, tunafikiria bora tukamnunue mtu bwana ambaye ameshatengenezwa huko, na sisi tutapata kamishini yetu ya hela
Bwana kama tutasema milioni 30. Lakini sasa hiyo ndio sasa vipaji mnakuwa au unatangaza tu klabu bwana, yule mchezaji kagharimu milioni 30, 40, 50 au bilioni 1, na yeye anakuwa kaza kwake ziko pembeni. Ndio mfumo ulikuwa kwa sasa hivi, na tunaiona hiyo ndio inatumika. Kwa hiyo ni hasara kweli kwa nchi, kwa sababu yule mchezaji ataondoka na madola hapa, wana ajira ataziondoa, sisi na kuna nchi kwa uchungu haionekani. Sasa naona tumeongea mengi. Kabla sijafunga, kuna lolote la mwisho unaotaka kuongea ili mimi sasa nijue nimalize? Mimi niombe tu radhi kama kuna mahali nafikiri nimekukosea au nimekosea, basi nisame, ni binadamu. Lakini kuna wakati mwingine huwa nafikiria natamani kusaidia nchi yangu. Ndio. Kwa sababu ninaona mapungufu na ninajua, lakini hata ile kuulizwa tu ili manake itoe elimu haipo. Na si mimi tu peke yangu, wachezaji wenzangu wengine wengi ambao kaa miaka labda 30 20 katika mpira, ashakuwa captain wa timu ya taifa na nini, hali kadhalika inaonekana kama kuwepo sisi katika mpira labda kutawanyima wao amani. Lakini ile mara nyingi ni kwa sababu hiyo wewe ujue kwamba sababu unajua sana, ndio maana mtu anakuwa anaogopa. Najua binadamu. Sasa ndugu wapenzi watazamaji wetu, mimi huwa napenda kutoa appeal mwishoni baada ya interview, kwamba mimi appeal yangu kubwa kwa wote wanaoangalia ambao kwenye position mbalimbali, tutumie tunu na uwezo wa wachezaji ambao walitangulia before. Kwa hiyo mimi apili yangu kubwa ni kwamba tuna wazee wetu hapa kama kina Sande Manara. Nimeongea na wachezaji wengi wa zamani ambao wana knowledge kubwa ambayo tutaki tuipoteze. Tunaweza tukawa involve kwenye mpira kwenye level yoyote, kama mlivyosikia, level yoyote. Anaweza kuwa in the dressing room, anaweza kuwa kwenye shirikisho kule kuwaelezea jamani tufanye nini way forward. Kwa sababu kama mzee hapa mlivyosikia, amecheza ndani, amecheza nje, knowledge ni kubwa. Kwa hiyo na appeal kwamba tuweze kuwatumia vizuri ili kwamba tuweze kufikisha mpira wetu mahali pazuri. Hiyo ni appeal yangu. Mzee Sande anapatikana kiurahisi sana, yuko hapa Dar. Wakati wowote ambao mnataka kuongea naye, mnaweza mkafika hapa akawapa ushauri ama mkapoint mnachotaka wasaidie. Yuko free, yuko healthy, ana nguvu zake na anaweza kuwa msaada mkubwa sana kwa taifa letu kwa upande wa michezo. Nashukuru sana. Asante kwa kutukaribisha, kwa kuja kuongea kidogo kuhusu mpira. Asante bwana. Nimefurahi sana. Asante, nashukuru bwana. Mungu azidi kukupa afya njema. Amin. Na nafikiri watakaosikia watataka kusikia more na kupata knowledge kutoka kwako, maana ni madini makubwa sana ambayo umetumwagia leo. Haya bwana, sana nashukuru bwana, wajibu wangu. Shukrani sana.